ramani itakuwa ni hapa. Hii ndio ramani yenyewe ya eneo husika. Kwa sababu tumekuja na njia hii, tukaja tukaingia kushoto, tukaingia kulia, na hapa kuna round, kuna tambalale. Maana ni juu ya mlima kuna tambalale. Umeekwa. Chap ndio wenyewe mzee. Sikiliza, kwenye hizi njia hizi tunaweza tukapagawa kwenye njia. Hapana, sikiliza. Njia tulioingia nao ndio hii hapa. Umeona? Tulipokuja hapa tukaingia kushoto, tukaingia kulia, tukakutana na sehemu yenye uwazi yenye tambalale ambayo ndio hii hapa. Na huku pembeni kuna asili ya miba ndio hii hapa. Hatua inayofuata ndio mmea ulipo. Inamaanisha mmea uko pale. Usipoteze muda mama. No. Unajua hapa kwenye njia hapa ndo kupagawa hapa. Tusipokuwa makini hizi njia zinatufanya tunachanganya. Sikiliza, hamna cha kupagawa mzee. Nakwambia eneo husika ndio hii hapa, na huu mmea uko katika position hii hapa. Twende pale mbele. Ni wenyewe. Hey! Ni wenyewe. Yes. Chukua mzigo baba. Utajiri huo. Utajiri huo. Mororo. Taoni kote mabosi sisi. Ya baba.
Nakusikiliza. Bwana, nimekuita hapa kama watoto wa kiume. Kwa sababu kila nikimwangalia kiongozi wetu Zena, naona kabisa ni mtu ambaye kichwa kimeshastaki. Kwa hiyo kama watoto wa kiume, natakiwa tujue namna ya kupata solution hapa. Na isitoshe, mimi nilikuwa na wazo. Hivi ndugu yangu, kwa nini tusitoke tuende tukamtafute France pamoja na Mchafu? Yaani mimi na wewe au twende wote? Hatuwezi tukaenda wote kwa sababu tupo na mwili pale. Cha msingi nachoona niende mimi na wewe. Alafu Shazi pamoja na Frankie watabaki pamoja na watu wengine. Mimi nimekuelewa ndugu yangu. Lakini kumbuka tuna uongozi hapa. Sawa. Kwa hiyo ushauri wangu, kajaribu kuzungumza nao. Sawa? Wakiafiki tuondoke. Kwa hilo ni sawa, ila sidhani kama kuna yote ambaye anaweza akakataa hili. Na itabidi tuwai kabla giza lijaingia. Sawa ndugu yangu, wewe nenda, mimi nakusubiria. Bwana, hebu nisikilize. Tumetembea muda mrefu sana bila faida yoyote. Sasa hapa naomba kila mtu apite kivyake. Yaani tutengane. Wewe utapita njia yako na mimi nitapita njia yangu. Maana tukiendelea kutembea hivi tutapoteza muda. Si umenielewa? Huu msitu ni mkubwa mno. Tukitengana mimi na wewe tutapotezana tena. Hatuwezi kupotezana. Ramani ni hii. Tunapotea vipi? Hujasomea ramani wewe? Nisikilize. Pita huku na mimi nipite huku. Atayemuona au atayewaona atawarudisha. Sasa kwa mfano mimi nikiwaona, nawezaje kukupa wewe taarifa na wakati kwenye msitu hakuna mtandao? Okay, swali zuri. Lazima tutumie mbinu za kijeshi. Sawa? Ndani ya dakika 30, namaanisha nusu saa. Huo umewapata, huo hujawapata, turudi sehemu tulipotoka. Sijui umenielewa? Ikaze basi, maana unalegea kweli. Pita hivi, mimi napita hivi. Sawa?
France. France. Vipi? Sikia mwanangu, sisi ni wanachuo, tunasoma kwa ajili ya future zetu, na kila aliyekuja katika hiki chuo amekuja kwa mipangilio yake na ataondoka kwa siku yake maalum kulingana na kozi anayochukua. Tumekuja huku field kwa lengo la kusoma, lakini mimi sijakuja kwa ajili ya lengo la kusoma, ila nimekuja kwa ajili ya pesa. Na maanisha kwanza, kuna mission ambayo imenileta hapa, na hiyo mission alikuwa anaijua ni mimi na Mchafu. Ngoja nikwambie kitu, ilikuwa hivi. Nimekuja mheshimiwa. Sasa. Jana. Kazi ambayo unahitaji. Napo unafanya kazi yako kwa ufanisi. Basi utaondokana na adha ya umaskini. Unaelewa kijana? Ndio mheshimiwa. Vizuri sana. Nimesikia kesho na safari ya kuelekea katika msitu wa Chinala kwa ajili ya kwenda kufanya field. Ndio. Sawa. Katika msitu ule kuna mmea ambao unauhitaji kwa hali na mali. Nahitaji ukaniletee mmea ule, lakini nikutahadharishe kwamba sio kazi rahisi kupata. Kingine, sitapenda kila mtu afahamu kuhusiana na jambo hili. Nataka liwe siri. Umeelewana kijana? Ndio mheshimiwa. Okay. Maelekezo ya kazi utapewa na msaidizi wangu. Naomba usijitokeze uzembe wa aina yoyote. Uniletee mmea huo kwa wakati. Kwa sasa unaweza kwenda. Kwa maana hiyo basi, hilo dili nilipewa mimi. Na baada ya kuchukua huo mchongo, nilipokuja nilidondoka katika umri, na kile kigubulia kikadondoka. Sasa sijajua kimedondokea wapi. Sikia mwanangu, hiyo dili ni ya pesa ndefu sana. Achana na watoto wadogo hawa, achana nao, maisha yao ya kishua. Ila mimi maisha yangu ni ya kustruggle. Napopata michongo kama hii lazima nihangaikie. Sikiliza, unajua unanichanganya Mr. France. Mimi kuhusu masuala mmea sijui nini, siwezi kuelewa. Na vipi kuhusu Mchafu? Mchafu yupo wapi? Mchafu ameshakufa. Haitaki kupanic. Wewe ni mtoto wa kiume, wewe jasiri. Tutafute ili dili, tutafute huu mmea, tuchukue tukauze. Kwani kuna mtu atatujaji chuoni? Unajua, sikiliza nikwambie, wewe ni mtoto wa kiume. Kama ni mtoto wa kiume inabidi uwe jasiri. Tukishauza hakuna haja ya kurudi chuo. Tunaendelea na maisha yetu. Tunaweza tukaenda hata nje. Tufight kama tuko pamoja mwanangu. Una uhakika na hiki unachokizungumza? Bro, huo mmea ni wa pesa ndefu, na aliyenipa hilo dili ni Don. Anajua kucheza na hizo mambo. Tuingie tutafute mwanangu. Okay sawa. Kwa hiyo umeudondoshia kwa wapi? Ulikuwa hapa? Mimi nimeondoka na huo mmea ambao umetuleta huku. Lakini wakati nilivyokuja hapa nilidondoka katika umlima. Nilipodondoka nikadondosha huo mmea ambao huo mmea ulikuwa ndani ya kigubulia fulani. Itakuwa hapa. Okay. Tutafute.
kutopoza tamaa, kuendekeza zina, msitu wa kifo, msitu wa kifo, msitu wa kifo, msitu wa kifo.